William Ruto, mimi ndio nilimleta Western Province. Mnajua. Na sasa hivi sisi wenye tulimpigia kura bado tuko. I called him a few minutes ago, but he informed me that he has not received a response yet from the court administrator, as the hospital is quite some distance from the court. Kipchumba Murkomen, it is very clear from all the people in this country, hii recruitment ya prison ambayo imefanywa, it was fraudulent. Mtoto anaitiwa 500,000 kazi ya jela, hiyo mshahara itarudi lini? Promised when you are being vetted in parliament that you are going to weed out the small group of unpalatable officers. Katika 98.8 FM, hizi ni habari za Chuka University Radio. Naam, natumai ubuheri wa afya popote ulipo. Hujambo na karibu kwenye meza ya habari ndani ya Chuka University Radio mita bendi 98.8 FM. Ni kujuza yanayoendelea kote nchini, ikiwa imetimia saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki, tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2025. Jina langu ni Rebecca binti Thu, na baadhi ya habari tulizokuandalia ni kwamba serikali kuendelea kugharamia ada ya mtihani ya kitaifa. Familia ya mwanapatholojia Albert Ojwang yadai haki. Kesi ya kupinga kuapishwa kwa makamishona na mwenyekiti wa IEBC kusikilizwa Juni 23. Na kwenye rubaa za kimataifa, Israel yawafukuza wanaharakati waliokamatwa wakielekea Gaza. Karibu. Wakazi wa kaunti ya Tharaka Nithi wahimizwa kuripoti visa vya wizi wa mifugo kufuatia ongezeko la matukio haya katika kaunti hii, kama mwanaripota wetu Mary Kabaka anaviarifu zaidi. Visa vya wizi wa mifugo vimeripotiwa kuongezeka katika kaunti ya Tharaka Nithi, huku kamanda wa polisi Bwana Zakias Ng'eno akithibitisha tukio la hivi karibuni katika wadi ya Kiambang'ombe, ambapo mbuzi watatu waliibiwa huku watuhumiwa wakitoroka na kuliacha gari lao ambalo baadaye liliteketezwa na wakazi wenye hasira. The recorded incidences that we have include one where 3 goats were stolen from the Kiambang'ombe. Gari hilo liliibiwa, akisema kuwa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu wizi wa gari hilo. The allegation that the owner reported that his car was stolen, I want to confirm that we don't have any such reported incident of a car that was stolen. And if he so wishes, because we are looking for the same owner, let him come and say where and when was his vehicle stolen and the circumstances that it was stolen. He has never recorded any stolen vehicle. So yeye mwenyewe hata tunatafuta kwanza akuja tueleze gari yake iliibiwa lini na ikiwa wapi. The owner is on the run and in fact I'm looking for him. Ametoa wito kwa wananchi kuripoti matukio ya wizi wa mifugo mara moja ili kusaidia kudhibiti uhalifu huu. What I can say about reports and allegations of stock theft particularly is that we urge the members of the public to confirm and really verify whether there is such a cases. We urge them to be reporting to the various police stations and the police posts and even to this office, so that it makes part of our data and also give us a way of responding to such incidences. Because all reports or incidences are reported to the police station where they are collected. I am supposed to have known how many animals were they stolen, so that we can make our arrangement of how to deal with any emerging or upsurge of any crime. Nikiripotia Chuka University Radio, jina langu ni Mary Kabaka. Naam, shukran sana Mary Kabaka kwa taarifa hizo. Na kwingineko, mpenzi msikilizaji, ni kwamba familia ya Albert Omondi Ojwang, kijana aliyefariki duniani mikononi mwa polisi jijini Nairobi, sasa imedai haki. Mamaye Albert, Yukbeth Ojwang, amesema mwanawe hakustahili kifo, akiongeza kuwa mwanawe alifaa kuwekwa katika mkondo wa sheria iwapo alishukiwa kuwa na makosa badala ya kuuliwa. Ombi letu, tunadai haki kwa mtoto wetu ambaye ameshatuacha
hatutakuwa na mingine zaidi. Tunajua kuna mamlaka, kweli bainike, nasi pia tupate kuambiwa mahali mtoto wetu alikosea, na tutakuwa radhi kwa mamlaka waliokosea. Haya yanajiri huku wito ukiendelea kutolewa kwa naibu inspekta mkuu wa polisi Eliud Lagat kujiuzulu kwa tuhuma za kuhusika katika mauaji ya Ojwang. Hizi ni habari za Chuka University Radio. Tukiendelea, waziri wa fedha John Mbadi amechukua hatua ya kutuliza ghadhabu ya umma inayozidi kuongezeka kufuatia mpango wa serikali wa kusitisha msamaha wa ada ya mtihani wa kitaifa, akiwahakikishia Wakenya kuwa serikali italipa gharama ya mitihani ya kitaifa kwa wanafunzi wote mwaka huu. Katika mahojiano na kituo kimoja cha habari, waziri Mbadi amefafanua kuwa ingawa bajeti ya awali haikujumuisha pesa za mtihani kama mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 KCSE, wizara yake imehakikisha fedha hizo zinapatikana. Initially, we didn't provide for examination, but we made the money available. What the government did in the cabinet, we said the way the funding for examination is being spent, we didn't like it. We don't understand why examination should be printed out of the country. Yet we print passports here, which are more security risk documents. So we said the ministry must come up with a more realistic. We cannot spend 11 billion in administering exams. Kwingineko, jopo la majaji watatu lililoteuliwa na Jaji Mkuu Martha Koome kusikiliza na kuamua kesi iliyowasilishwa mahakamani kupinga kuapishwa kwa mwenyekiti na makamishna 6 wa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC imeratibiwa kusikilizwa Juni tarehe 23. Majaji Roselyn Aburiri, John Chegeti na Bahati Mamuye wametoa uamuzi huo baada ya upande wa mashtaka na walalamishi kuwasilisha majibu yao. Hizi ni habari za Chuka University Radio. Na kwenye taarifa tofauti, mpenzi msikilizaji, ni kwamba rais wa chama cha wanasheria LSK Faith Odhiambo ameitaka idara ya polisi kuonyesha utayari wake kusaidia katika uchunguzi wa mamlaka ya kutathmini utendakazi wa polisi IPOA na kutohitilafiana na uchunguzi huo, akimtaka naibu inspekta mkuu wa polisi Eliud Lagat kutangaza wazi kutojihusisha kwake katika uchunguzi huo. While we note the efforts by the Inspector General in interdicting officers believed to have been involved in the conspiracy pave way for investigation, the same role in interdicting officers believed to have been involved in the conspiracy that led to Albert's death to pave way for investigation, the same is far from sufficient in resolving the matter. First of all, we ask the Inspector General of Police, why hasn't he named the particular officers that have been interdicted? What is the need of hiding? Let Kenyans know, and the ambiguity of saying any other officer. Who are these any other officers? Na kwenye taarifa nyingine, mpenzi msikilizaji, ni kwamba aliyekuwa jaji mkuu David Maraga amesema haki za kutumia mitandao ya kijamii ni lazima azilindwe pamoja na kuwepo kwa uhuru wa kujieleza, huku akieleza masikitiko yake kuhusiana na kifo cha mwanablogu Albert Ojwang mikononi mwa polisi. Maraga alisema kisa hicho sio kigeni na kwamba ni ukiukaji wa sheria na katiba. Ametoa wito kwa taasisi husika kuchukua hatua na kuhakikisha kuna uwazi kuhusiana na swala hilo. Hizi ni habari za Chuka University Radio. Hii ni Chuka University Radio, habari za kimataifa. Na msikilizaji, kwenye rubaa za kimataifa, mgogoro kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Rwanda umechukua sura mpya kufuatia uamuzi wa Rwanda kujitoa katika Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika ya Kati ECCAS. Rwanda inadai kuwa DRC ilishirikiana na baadhi ya nchi wanachama wa ECAS kuizuia kuchukua nafasi ya wenyekiti wa jumuiya hiyo. Kwa mujibu wa Kigali, nafasi hiyo kwa sasa inashikiliwa na Equatorial Guinea, ingawa muda wake wa uongozi unatarajiwa kumalizika mwaka huo. Hii ni Chuka University Radio, habari za kimataifa. Na tukisalia kwenye rubaa za kimataifa, ni kwamba wanaharakati waliokamatwa kwenye boti ya misaada iliyokuwa ikielekea Gaza wamepelekwa katika uwanja wa ndege wa Tel Aviv ili kurudishwa kwao. Kikundi hicho cha wanaharakati, akiwemo mtetezi wa haki za binadamu kutoka Sweden Greta Thunberg, liling'oa nanga Juni mosi kutoka Italia kwenye boti ya Magdalene
iliyokuwa imebeba chakula na bidhaa nyingine kwa ajili ya watu wa Gaza. Hii ni Chuka University Radio, habari za kimataifa. Na kufikia hapo, mpenzi msikilizaji, natamatisha awamu ya kwanza ya habari ndani ya Chuka University Radio. Unaendelea kusikiliza Chuka University Radio. Tupate kwenye Facebook, Instagram, TikTok na YouTube @Chuka University Radio. Tupate yaliyomo kwenye habari za biashara na michezo. Sarafu na mauzo.